Watu wanaweza kasema kwenye huo mti ugonjwa huu umeua watu 70, lakini wewe unayo nia ya aliyeshinda, unayo nia ya aliyebarikiwa. Watu wanaweza kasema umasikini kwenye ukoo huu hawajawahi fanikiwa, lakini katikati ya umasikini unawachilia baraka wengine, katikati ya mateso, katikati ya kifo unanyanyuka. Siku niliwashuhudia watu wakaanza kujiuliza, inawezekanaje haya? Sina wema ila nimemkimbilia Baba. Vitu vizuri vya kwako anza na madhabahu. Kubali tu kulala njaa, lakini nimewekeza kwenye urithi wangu. Nimemsihi Roho Mtakatifu, nimemsihi Roho wa Mungu akugonge muhuri jioni ya leo, alafu akufanyia ukombozi. Wanakuona uko hapa, lakini uhai wako, lakini nafsi yako imeketi pamoja na Mfalme, imeketi pamoja na Baba. Inafungua huo mlango wa kibali, inaondoa roho ya uoga. Sema nakataa uoga. Nakataa uoga. Nakataa uhofu. Nakataa hofu. Kwa nini Biblia imesema usiogope? Tutaendelea. Pia makofi. Usitishwe kuja hapa unaitwa tasa miaka 200. Usitishwe kuja hapa kwa sababu una ugonjwa hauna tiba. Mimi nitakuwa kwenda India. Mama yangu alikuwa jasiri, Mungu alimsemesha. Usiogope mwanangu, tunakuombea. Madaktari unaingia wako wengi, wanaonyesha vitambulisho, wanaongea lugha zote. Mchungaji hawezi kuweko hapo, wote wanaongea, wanasema huyu tunaona mauti, hii is ready. Lakini unakubali rohoni, nimekufa mwilini, ninainuka rohoni. Na wiki hii kuna mtu mmoja hapa, mikono ya madhabahu inakwenda kukubali. Mikono ya madhabahu inakwenda kukuinua. Nampenda Yesu. Tumbo lako na uzao wako liwe la watu wanaosafiri kwenye kizazi hiki. Makofi mengi kwa Yesu. Amen.